anafanya kazi yake kufukuza mashetani, kumiliki nchi yote. Tutashinda tukiomba, Mungu anatusikia. Tutashinda tukiomba, Mungu anatusikia. Tarumbeta linalia, tuamke wote sasa. Mungu wetu anataka sisi sote tutakaswe, kila mtu awe safi katika kanisa lake. Uliache nunguniko, utapata nguvu.
tumekuwa busy. Haleluya, haleluya, haleluya. Nikiwa vema chini kutegemea Yesu, furaha gani juu kuona uso wake, tutaiona furaha tele na utukufu hautaisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Tutaiona furaha tele na utukufu hautaisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Jamaa na wandugu wapenzi, pole sana kwenu. Leo ni alama ya imani tunaofanya kwa kumsindikiza kaka yetu Gervais Sadiki Tambayo Mwanamlenda katika makao yake ya milele. Kwa hiyo tunaweza kika kuungana na watakatifu wengine wote wa jamaa wetu wote waliotutangulia wawe huku kwa kumpokea Gervais katika ufalme wa Mungu. Mwanga wa milele umwangazie, naye Mungu ampokee na wamalaika wake wote. Kwa hiyo tuungame kwanza dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Na muungamia Mungu Mwenyezi.
atufikishe katika uzima wa milele. Mikono juu, tumwombe Bwana. Mungu Baba Mwenyezi, twaungama kwa imani ya kuwa mwana wako amekufa na kufufuka kwa ajili ya fumbo hili. Mfanyizie mtumishi wako Gervais Sadiki Tambayo Mwanamulenda aliyekufa katika Kristo, afurahiwe kufufuka pamoja naye. Wewe unayependa kuwahurumia na kuwasamehe watu, tunakuomba kwa ajili ya mtumishi wako huyu uliyemwamuru leo atoke duniani na kukuendea wewe. Mfanyizie huyo aliyekutumainia na kukuamini apokelewe mbinguni na kujaliwa furaha za milele kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. Amen. Sasa ni muda wa kusikiliza neno la Mungu. Somo la kwanza ni barua ya Paulo mtume ya kwanza kwa Thesalonike, sura ya 4 mstari wa 13 hadi 25. Kurudi kwake Bwana, mwisho wa dunia. Lakini yenye ndugu, hatutaki mkose kujua habari za wale waliofariki, msipate uchungu kama watu wasio na matumaini. Sisi tuamini kwamba Yesu alikufa akafufuka, na kwamba wale waliofariki Mungu atawachukua vile vile kwa nguvu ya Yesu Kristo wawe pamoja naye. Kwa maana kadiri ya neno la Bwana tunawaambieni haya sisi tulio bado wazima na kubaki hapa wakati wa kuja kwake Bwana atawatangulia wale waliofariki. Amri itakapotolewa na sauti ya malaika na tarumbeta ya Mungu itakapolia, Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni, nao watu walio katika Kristo watafufuka kwanza. Kisha sisi tulio bado wazima na kubaki tutachukuliwa pamoja nao katika mawingu kumwendea Bwana angani, na hiyo tutakuwa pamoja naye Bwana siku zote. Basi mtulizane kwa maneno hayo. Ndilo neno la Bwana. Asante.
Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo. Sifa kwako wakati ule Yesu alisema maneno haya: Ewe Baba, wa mbingu na dunia, na kutukuza kwa sababu umeficha hayo mbele ya watu wenye hekima na elimu, ukawafunulia walio wadogo. Ndiyo, e Baba, kwani ndivyo yalivyo mapenzi yako mema. Babangu ameweka vyote mikononi mwangu. Hakuna anayemjua Baba ila Mwana ila Baba, wala hakuna anayemjua Baba ila Mwana na mtu yote ambaye Mwana atakayemfunulia. Njooni kwangu ninyi wote mnaosumbuka na kuelemezwa na mzigo, nami nitawajalia raha. Jitwikeni nira yangu, jifunzeni kwangu, kwani mimi ni mpole na mwenye moyo mnyenyekevu, nani mtapata raha rohoni mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi.
nani wenye kusikiliza? Tushangilie neno la Bwana. Kaka na dada, mama na baba, mjambo. Nasema tena pole kwa jamaa inayopoteza mzee wetu, tate wetu, baba yetu kwa siku ya leo. Ni kwetu occasion ya kuweza kuangalia namna gani tunafika hapa duniani na tunafika kutembea, lakini nchi yetu ni mbinguni. Duniani sio kwetu. Baba Gervais yupo pale analala, mwanaume huyu analala, lakini kitu kizuri ni hiyo, kulala kwake ni kwa lote, hatutamuonaka tena na simama. Na kitu ya ajabu ya Mungu anapenda kutuonyesha ukubwa wake kwa kufa, na tunamuita sisi peke baba yetu uliye mbinguni. Hatumuite baba yetu uliye duniani ama baba yetu uliye kuzimu. Tunamuitaka baba yetu uliye mbinguni. Na kwa kwenda mbinguni na stahili ukufe. Kifo ni njia ya kwenda mbinguni. Na ndiyo tuwe imani yetu thabiti. Ndio maana tunaomba kila wakati karama ya kufa kwema ni karama ya kufa pamoja na Yesu Kristo mwenyewe. Na katika Injili Bwana wetu Yesu Kristo anatuonyesha, anasema, njooni kwenu ninyi mnaosumbuka, njooni kwenu ninyi mnaokuwa na mizigo, na mimi nitawajalia raha. Kwa hiyo tunasadiki kama baba Sadiki aliweza sumbuka na magonjwa. Nasema uongo? Baba Sadiki anaishi miaka ngapi? 2. Iko na miaka ngapi? Iko na miaka ngapi? Iko na 9. 82. Nani mwenye kunayo? Mungu alimweza kumulinda muda wa miaka 82. Mwili yenyewe ulikuwa kuwa na uzito na magonjwa, lakini anamuita, njooni kwangu ninyi mnaosumbuka, njooni kwangu ninyi mnaokuwa na mizigo. Na leo nawaza kama kifo hiki tunapaswa kuambia kama Sadiki abebe mizigo kwa Yesu Kristo, ili Yesu Kristo mwenyewe amjalie raha, amjalie, amurehemu kwa dhambi zote alizozifanya hapa duniani, ampokee kati ya wale wengine waliotutangulia watakatifu wake. Kwa maana yeye mwenyewe alisema, njooni kwangu mimi nami nitawajalia raha. Mzigo wangu hautakuwa wenye kuelemezwa na kilo, lakini mzigo wangu ni mwepesi. Na kwa hiyo Kristo mwenyewe aliweza kuomba Baba arudie kwake, ampatie mzigo anaokuwa nao, magonjwa yake ya mwili na kama vile pia ya miaka, amjalie hiyo raha ya milele tunaongojea sisi wote kwa kwenda mbinguni. Atujalie nasi pia karama ya kufa kwema katika Kristo,
karama ya kwenda pamoja na Yesu Kristo, karama ya kutembea pamoja na Yesu Kristo, karama ya kumwendea Yesu Kristo na mizigo yetu yote. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ni kwako na kwangu kutayarisha nawe pia safari yako kufa katika Kristo siku kwa siku, kwa maana tujue saa wala dakika Yesu atatuchukua ili tupumzike milele pamoja na wengine watakatifu mbinguni. Kila mmoja kati yetu awaze wakati atakufa naye pia katika Kristo. Wakati atakufa, kwa maana kufa ni kufa kwa mwanadamu, utaenda kwa nani? Utapumzika namna gani? Utapata hiyo raha? Yesu Kristo anatuambia, njooni kwangu nyinyi mnaosumbuka, njooni kwangu nyinyi mnaoelemezwa na mizigo. Kumbe tukiungana na Mama Maria, tusali sisi wote na kumkimbilia yeye atulinde, hasa zaidi wakati wa kufa kwetu. Tunakimbilia ulinzi wako, Mama mzazi mtakatifu wa Mungu. Usisahau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini utuokoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtukufu na mbarikiwa. Amen. na kuamkia Maria, Umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. mkitaka kwenda mbinguni mkufe, lakini mkufe katika Kristo. Bwana awe pia nami. Wapendwa wa Mungu, Yesu aliyesema mimi ni uzima na ufufuo, yeye aliyesema hakika tumwendee yeye tu na mizigo yetu yote, yeye aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu ili atufanye kuwa wana wa Mungu, tuwe watu wa mbinguni, sio wa dunia hii. Tumtolee maombi yetu, tutolee maombi yetu kwa ajili ya baba yetu Sadiki Gervais, tutoe maombi yetu kwa ajili ya kila mmoja kati yetu, ili tupate nasi pia karama hiyo ya kufa kwema. Tusimame, tuinue maombi yetu kwa Mungu, yeye anayetusikiliza siku kwa siku. Wa kuomba mpokee mbinguni huyu ndugu yetu Gervais aliyekula karamu ya mwili na damu yako, kwa kuomba ukusikie. Tusali kwa ajili ya wale wote wanaoteswa, ili wasifikiri hata mara moja kwamba wameachwa na Mungu, kwa kuomba utusikie. Tusali kwa ajili ya ndugu zetu marehemu, ili Mungu Mwenyezi apende kuwapokea katika ufalme wa mbinguni, kwa kuomba utusikie. Tusali kwa ajili ya jamaa iliyoachwa, ili Mungu alete amani, ili wapate kumtumikia japokuwa shida siku zote za maisha yao. Bwana tusikilize. Tusali kwa ajili ya mkutano wetu wa siku ya leo, tukio hili la ndugu yetu Gervais tufungue macho na akili yetu, ili tupate kuwa tayari, kwa sababu hatujui siku
wala saa Bwana atafika katika maisha yetu. Bwana utusikilize. Bwana Mungu muumbaji wetu, sikiliza maombi ya waamini wako wanaopenda kumsindikiza baba yetu Gervais Sadiki katika makao yake ya milele. Utujalie yote tunayotumainia, wewe unaishi na kutawala milele na milele. Amen. Sawa, ni muda wa matoleo ya kumshindikiza ndugu yetu. Waimbaji wimbo wa matoleo. Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yeye mpendeze Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia yake yote takatifu. Bwana, tunakutolea sadaka hii kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Gervais Sadiki Tambayo Mwanamulenda. Tunakuomba kwa upole wako mfanyizie huyo aliyemwaminia mwana wako kuwa Mwokozi mwema, amkute sasa kama mwamuzi mwenye huruma anayeishi na kutawala milele na milele. Amen. Bwana awe nanyi. Amen.
kutakasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Katika huyo matumaini ya ufufuko wa heri yamejulikana, ili sisi tukiona uchungu sababu imetupasa kufa, tutulizwe na ahadi ya uzima wa milele. Kwa waamini wako e Bwana, uzima upotei ila unageuka, na mwili ulio nyumba yao duniani unapoharibika, makao ya milele yatayarishwa kwako mbinguni. Na kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika na wakuu, pamoja na majeshi yote wenye heri wa mbingu, twaimba wimbo wa sifa yako, tukisema bila kuchoka: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitwaa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Mwili huu ni wangu. Mwili huu ni chakula. Vivyo hivyo kisha kula, akatwaa kikombe, akashukuru tena,
akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakaomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Damu hii ni yangu. Damu hii ni kinywaji cha milele. Tutangaze fumbo la imani. Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufuka kwake mwana wako, tunakutolea Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklezia yako inaenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Francisco na askofu wetu Sebastiano Usufu Muyengo Mulombe na mapadri ya mashemasi na wote wenye kuitumikia eklezia. Umkumbuke mtumishi wako Gervais Sadiki Tambayo Mwana Mulenda, uliyemwita kwako atoke katika dunia hii. Mfanyizie yeye aliyeungana na mwana wako, akifanana naye katika kifo chake, aungane pia naye katika ufufuko. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tukiungana na jamaa nzima ya Baba Gervais Sadiki, tunakuomba utuhurumie sisi sote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, mama yetu mpenzi, Yosefu mtakatifu mume wake bikira huyo, na mitume na watakatifu wote wenye heri Analite na Bakanja, Albert Joubert, Luigi Carrara, Giovanni Didone, Victorio Fachin, wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi ukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake, pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen. Sisi ni wasafiri hapa duniani, tutaacha vyote, tutarudi kwa Baba. Dunia si kwetu, tumefika kutembea duniani na vyote vitabaki duniani. Baba Sadiki anaenda na nini?
nyumba za baraka, nyumba zingine fasi, na mnambeba, mnamsindikiza na nini? Na franga. Rafiki yake ni mmoja tu, muti, mbao, ndio mnambeba naye, na kisha siku mbili itaoza. Dunia sio kwetu. Kwetu ni wapi? Mbinguni. Na huwezi enda mbinguni bila kufa. Ukifa katika Yesu Kristo utapata raha ya mbinguni. Ndio maana hakika tuinue mikono sisi wote, tumuombe Mungu Baba yetu atupokee mbinguni. Ni kule kunako raha ya kweli. Ni kule tutapata vitu vyote. Baba yetu aliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe waliotukosea. Usiwache tushindwe na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. E Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote. Uokoe Baba yetu Sadiki katika maovu yote aliyofanya hapa duniani. Utupatie amani katika siku zetu. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako. Tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote. Tukingwe na vita, tukingwe na vishawishi vyote vya shetani, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu Mwokozi wetu. Kwani wako ufalme, uwezo na utukufu milele. Kifo hiki kilete amani katika jamaa ya Baba Verve. Ilete masikilizano kwa namna ya pekee kwa watoto na wengine. Kisiwe chanjo ya ubaguzi, ya jamaa kugawanyika, bali amani katika jamaa yetu, katika jamaa wa ndugu zetu, katika shirika yetu, katika diakonia yetu na katika jimbo letu. Ndio maana tumuombe Yesu Kristo tukisema sisi wote, e Bwana Yesu Kristo, uwaambia mtume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklezia yako ukubali kujalia amani na umoja, kama vile unavyopenda, unaishi na utawala milele na milele. Amani. Amani ya Bwana iwe nani siku zote. Iwe pia nawe. Tutapeana mkono wa amani, tukikumbusha wenzako waliopatia amani. Mungu akupatie karama ya kufa kwetu. Tupeane amani. Kifo ya kweli ni kufa katika dhambi, na Yesu Kristo mwenyewe amefika kuondoa dhambi hapa duniani. Ndio maana tunamuita mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Yule mwenye kufa katika Yesu Kristo hana dhambi, ni mwalikwa kwa karamu ya Bwana. Ndio maana amesema kwa njia ya Eukaristia, anayekula mwili wangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho, asema Bwana.
na kila wakati wanatuonyesha njia ya kufa kwema, kuambatana na Yesu Kristo, kukula mwili wake. Yeye alijitoa kama vile anao uzima wa milele, na ndio maana wale watakaokomunika kwa siku ya leo ni wengi heri, wanaalikwa kwa karamu ya Bwana, kwa maana watakula Yesu Kristo moyoni mwao. Heri wengi kualikwa kwa karamu ya Bwana. Bwana, sistahili leo, lakini sema neno moja tu, na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo vitulinde kwa uzima wa milele. Amen. Tuombe. Ee Mungu, mwana wako ametuachia chakula cha njiani katika sakramenti ya mwili wake. Tunakuomba mfanyizie baba yetu Gervais Sadiki Tambayo Mwanamulenda aweze kwa nguvu ya Eukaristia huu kufikia karamu ya milele ya Kristo anayeishi na kutawala milele na milele. Amen. Shalom. Sasa tunaingia mkipindi cha mahutuba mbalimbali. Ingekuwa heri tukue wafupi wana. Tutaalika kwanza aliyetayarisha maisha ya marehemu. Asogee atuambie maisha ya marehemu. Wandugu, hatujambo? Hatujambo tena. Hapa tumesoma maisha ya marehemu. Wanasema kama sisi padri alituambia na jina ya mtu ingawa inabadilika. Leo kaka yetu jina linabadilika. Ulisikia kisa alikuwa na idhaa ya jina. Papa Sadiki Tambayo Mwanamulenda awazi Gervais. Sasa katika ujana wake na usuja wake wakaanza kumwita Panzapa. Ni majina wengine wanajijua, wengine wanafika kule mji wa pale Baraka. Na ukafika tu ukasema Gervais abamuyue, Tambayo abamuyue, Mwanamulenda wa Panzapa wanakuwa kudepo yake. Donc yeye alikuwa suja kule Baraka. Alizaliwa pale Kasongo mutariki 6 mwezi wa 2 mwaka wa 1403. Kifaransa tunasema 1943. Baba yake mzazi aliitwa Sadiki Mailu wa Kaduluma, ukoo wa Benyembayo. Na yeye pia ni mwenye Mbayo, ku territoire ya Kasongo, province ya Manyema, collectivité Wazura.
Mama yake mzazi aliitwa Mwayuma Gasia, naye pia ni Muzura, mjomba wa Benyelukoshi. Mama yake mzazi huyo naye pia ni Muzura. Ilikuwa ni nyumba moya, ilikuwa ya mapendo sana, na mtasikia tena hapa chini tena hata mke wake tena. Masomo. Mzee wetu Sadiki Tambayo akasoma pale shule la msingi wanaita Epe Mala. Epe Mala ni masomo ilikuwa inaendelea sana. Uvira na Baraka kwa secondaire, mwenye alikuwa na elimu walikuwa wanamtuma kuliko Kasongo Epe Mala, na akafanya sekondari yake pale pale ku Epe Mala. Kazi yake ametumika ilikuwa ni ya serikali persivili. Mwaka mwa 1917 ameanza kazi mpaka 1973. Wakati walinipatia hii mwaka ndio nikakumbuka sisi tunatoka Uzumbura mwaka 1972, tulimkuta hapa Uvira. Ndoa. Bwana Gervais Sadiki Tambayo leo marehemu amefunga ndoa na mama Eveline Kakashi wa ukoo Muzula, ukoo ya Benyelumbu, na vile ni Muzura, territoire de Kasongo, province ya Manyema. Uzazi. Marehemu walibatika kuzaa watoto 12 na watoto 10 wako hai na wajukuu 23 na wajukuruza 8. Na marehemu Sadiki Tambayo alikuza watoto ya kaka yake 5. Ndisi napata kuoroza yeye kabasomesha na wanakuwa watu na wakaoa. Na wengine kutoka mmoja alipokea pale South Africa. Magonjwa imeanza mwaka wa 2016. Ndio nilisema niliomba kwa mchungaji mzee premier conseiller atupatie hata dakika 2 ya mzee wake walikuwa karibu. Mwaka 2016 mtu anaanza magonjwa. Alifika Uzumbura, alifika Bukavu, Uvira ilikuwa kila mwezi ku Saint Paul. Ile magonjwa ya kisukari. Basi. Kifo. Marehemu ameacha dunia siku ya 5 tarehe 11 mwezi wa 4 mwaka wa 2025 saa 11 na dakika 45 pale hospitali ya Kasenga. Marehemu ameacha watoto wote wa jumla watu 44 enfants. Isi padri alituambia inapaswa kuwe upendo katika familia, ni village kazima hapa. Basi na sisi familia yake ya karibu na wajirani na wandugu tunatosha aksanti sana, na kwa kazi yote tangia kaka yetu ametuacha, na mko na sisi bega kwa bega, na ni Mungu tu ndio atawalipa, na Mungu amulaze mahali pema. Asante. Amen. Marehemu ametuacha na miaka 82. Asante. Sawa, tunasikia neno la Mirema, wakaribie. Ndugu amjambo. Amjambo tena. Tunasimama hapa ni kwa niaba ya watoka Manyema wote, zaidi watoka Manyema ambao wanaishi teritwari ya Fizi na vile ya Baraka,
na tena watoka Manyema wote ambao wanaishi katika vile ya Uvira na teritwari ya Uvira. Nawaza tunasimama ni kwa ajili ya ushuhuda. Mzee Paza pa leo, bila kuwaficha wandugu, tutashindwa kuwaambia tamko gani itaeneana na mema alitufanyia Baraka. Mzee Paza pa ni patriarchi, alijenga undugu pa Baraka yenye leo ingalikuwa kuna kuwaka televisheni yasiye kuangalia kwa watu wanakutana Baraka, mungeona watu ambao wanakutana Baraka, na leo tena tuko nasambaza kilio Baraka. Ni watu wengi sana ambao walimjua kwa ajili ya wema, roho safi, roho ya kuunganisha, moyo safi ambao alikuwa naye. Na kwa hiyo tunazidi kumwombea Mungu yote alifanya ya heri, Mungu amzidishie na amsamehe kwa ile yenye ilikuwa ya makosa. Mzee Paza pa mie nafika Baraka mu 2006 na msogelea nakuta anaunda mitualite ya batoka Manyema. Mbele alianza na mitualite ya batoka mbali. Batoka mbali bote akaanza kuwakutanisha kwake. Ni mtu alikuwa anapenda kukutanisha watu. Wakati anakuta watoka Manyema wanakuwa wengi mteritwari ya Fizi njoo ya kwa Baraka, akaunda chama ama mitualite ama association ya watoka Manyema inaitwa Mirema. Nilikuwa sekretari wake tangu 2006 mpaka 2016 wakati anagonjwa, anapelekewa na watoto na bibi Burundi. Nawaza kwa kuangalia mambo ambaye alikuwa anakutanisha watu, mitualite iliendelea nikafika paka Burundi Bwiza, mama yetu yuko pale, tulienda kumwangalia na kumuencourager. Mzee Paza pa baada ya kuunda ile mitualite, sitaweza kuwafasiria yote. Alikuwa anaita watu wote kwake, wanakula, wanakunywa soda bila mtu kumwambia mzee wasi uligaramia mingi, chukua kwanza hii kidogo leo. Hakuwa naacha mtu asumbuke mtoka Manyema katika matatizo ya maisha, sawa vile shida yoyote ya wandugu. Alikuwa mtu ambaye alikuwa mwema sana. Alikuwa mwema sana. Sasa baada ya yeye kugonjwa siku mingi, anatunzwa, ndio jamaa ilihangaika, na tunapatia pole sana mama yetu ambaye anaishi naye hii siku yote, jua anasumbuka mingi. Kugonjesha sio rahisi, anasumbuka mingi. Sie watoka Manyema tunapoteza mtu, tunapoteza mwenye alijenga undugu Manyema. Mahali hapa tunapatikana juu yeye ni mwanjilizi, yeye ndio initiateur, fondateur wa mitualite ya batoka Manyema Baraka. Basi kwa hiyo tunashukuru, tuliwaza kama sie ndio tunampenda zaidi. Kumbe Mungu anampenda zaidi yetu. Ni kwa hiyo salamu ya watoka Manyema walituma, walisema japokuwa kule tunasambaza kilio, ilifo mie sawa vile nasimamia kwa leo watoka Manyema wote wenye kuishi teritwari ya Fizi na vile ya Baraka, nikuje kufikisha salamu kwa mzee Paza pa japokuwa amefariki. Nikuje kurepresente watoka Manyema wote. Ni kwa hiyo tunaomba Mungu amlaze mahali pema. Yote aliifanya Mungu azidi kumzidishia. Alitusaidia sana. Asante. Jambo tena. Jamala Sadiki Tambayo, niaba watoto. Siko mtoto mkubwa, lakini narepresente watoto wake. Wote kwa jumla basi hatuna mengi ya kusema. Tunamwombea kwa Mungu ampokee na mweke mahali pema
kwa yote ambaye alitendea watoto wake wote kwa jumla. Mungu ampokee. Ndugu wapenzi, shalom. Kweli kufuatana na jinsi baba huyu imesemewa zaidi, nadhani tutasema tu madogo. Mtu anapokeaga mema alitenda katika dunia. Na tunasikia mengi kwa ajili ya baba huyu. Tutaongeza sababu baba huyu alikuwa mshiriki wa shirika ila Kamulimbi Mtakatifu Yosefu. Kweli tunajua kama maisha ya Kongo ni maisha ya kwenda huku na huko kutafuta namna ya kumalisha watoto. Wakati aliona hapa vilizorota, akavumbua ile mtego pale Baraka. Alihamia Baraka kwa kufanya kazi, akaacha jamaa hapa. Na kule alifanya kazi kweli, maisha ikamuongokea, lakini wakati magonjwa ilifika, ikabidi basi mtu akishakuwa mzaifu hata sema mimi nirudie kunyumba. Lakini Mungu aliongoza jamaa lake, mke wake na watoto wakaona pana hivi baba anakuwa mgonjwa kule ni sheti, sisi tukamchukue kuja kushughulika na mambo ya matunzo hapa nyumbani. Kweli ni neema kubwa sana hiyo. Tukiangalia watu wengi kuna safari ndio kufanya kazi mahali walipoenda, habari ya kifo ndio inakuja kia utapata mwili. Wengine watu wengi na masafari huko mamisisi wapi kule tunaona mamoto na kila leta watu wakosa skeleti. Wafuka tu kumoto mpaka kule Mabukavu na mali pengine. Hilo yote ni kukosa utaratibu, lakini baba huyu alipata uzazi mzuri na kweli watoto wakamshughulikia, jamii ikamshughulikia pamoja na mke wake. Mama, Mungu akubariki kweli kazi ulifanya kwa ajili ya baba anatuacha leo. Basi ni kwa hiyo katika maisha yetu tunafaa tunajitahidi namna ya kutenda mema, sababu kila mtu atalipwa kwa matendo yake. Baba huyu kweli tunaona kisi ya tunataka tunamzika leo katika heshima kubwa. Sababu ya nini? Sababu ya mema alitenda katika dunia hii. Na wakati alipokuja aliambatana na Kristo kwa kuwa Bwana na Mwokozi wake. Kila mara alihitaji padiri akuje kumuona na utayarisha maisha kila siku, na alipokea mwili wa Kristo kila siku ya Mungu, na kila wakati alihitaji Ukarisia, alifanya ujumbe waenda kumkamatia Ukarisia kwenye paroisi wakiwa mkumunisha nyumbani kwake. Ile yote ni Mungu alimpenda zaidi. Kwa hiyo wengine wakishagonjwa anaanza kutangatanga huku na kule na anapoteza hata imani. Ana kanisa yao kaenda huko kisha mwisho wa kifo inakuwa ufanye namna gani juu ya ibada. Kwa hiyo tunashukuru Mungu sababu Mungu aliongoza baba huyu hadi mwisho wa maisha yake. Na sisi pia tupate mfano wa baba huyu, tuishi matendo ya Mungu katika maisha ya dunia hii. Sasa sababu sisi wote tutapita tata dunia hii. Basi asante na Mungu apokee roho yake na jamaa lililoachiwa lizidi kumwombea kwa kuwa sisi wote ni wasafiri katika dunia hii. Amen. Asante sana kwa shirika. Na kwa kumalizia tunalika serikali kama iko hapa, de Cellule, d'Avenir ama de Quartier. Amjambo wa ndugu. Mbele niseme neno ya kulaga baba yetu Sadiki. Naweza penda na mama chef d'Avenir adjointe akuwa hapa tulage baba yetu sisi wote. Amjambo wa ndugu. Mbele niseme neno ya kulaga baba yetu Sadiki. Naweza penda na mama chef d'Avenir adjointe akuwa hapa tulage baba yetu sisi wote. Kwa niaba ya Quartier Kimanga na Avenue du Stade tunatoa pole kwa jamaa ya Manyema kwa kupoteza baba yetu Sadiki. Kwanza mimi ni majina yangu na mimi naitwa Sadiki. Napana pole sana, tunapana pole sana na Mungu aendelee kumchunga. Leo tunamsindikiza baba yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya dunia na sasa anamuita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho.
mwili wake utauweka udongoni kama mbegu ya mwili, ili ifufuke na roho yake iingie katika raha ya milele. Tuombe. Tusimame sote. Tunakuomba e Bwana, umpatie huyu baba yetu, umpokee katika uzima wa milele na utawala wako, apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wako milele na milele. Amen.
tunakimbilia ulinzi wako. Mama mzazi mtakatifu wa Mungu, usidharau sala zetu sisi wana wa maskini kabisa, lakini utuokoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtukufu na mbarikiwa wa mama. Haya milele umpe Bwana. Sasa tumpeleke ndugu yetu makaburini. Tunatumaini kuwa siku moja tutakutana naye katika uzima mpya, wakati nasi pia tutapita njia hiyo ya kumwendea Bwana. Safari umeimaliza salama, Bwana ametwaa. Bai rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Msaada wetu katika Bwana. Tuombe. E Mungu, ulibariki kaburi hili, umweke na malaika wako mtakatifu alilinde, na huyu baba yetu Gervais Sadiki ambaye mwili wake utazikwa humu, roho yake furahi kwa mbinguni pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, tumuombe Mungu Baba kwa rehema na tuweke ndugu yetu kaburini. Tena tena
kukosea Mungu, kusema kutenda sawa. Aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika masikitiko makuu. Sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu. Ina afadhali kuondoa uchungu. Ila japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Kumuita kwake huyu ndugu yetu kutoka uzimani. Tunaweka mwili wake udongoni, urudie kulikotoka. Yesu amefufuka wa kwanza kutoka wafu. Tunamkabidhi huyu ndugu yetu kwa Bwana. Bwana mpokee katika amani yake na mwili wake aufufue siku ya mwisho. Na katika maji haya tulibatizwa. Mungu akulishe aukamilishe ubatizo huu ndani mwako ulioanzisha katika ubatizo. Mwili wako ulikuwa hekalu mwili wako ulikuwa hekalu la Mungu. Tunakuomba akupe neema ya milele. Mwili ni uvumbi, utarudi kwa uvumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. Tuombe. Tuombe. E Bwana, siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Utukumbushe daima kwamba maisha ya hapa duniani ni mafupi na ya kwamba hatujui tutakufa siku gani. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu. Tufike salama katika ufalme wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Raha ya milele umpe Bwana, Na mwanga wa milele apumzike kwa amani. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, tupe asa maua ndani. Mungu, japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Ishara hii ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyekufa msalabani, Mwokozi wetu Kristo aliyekukomboa kwa imani, fanye ishara hii pumzike Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Twende na furaha na amani ya Kristo. Amen.
anatusikia. Tarumbeta linalia, tuamke wote sasa. Mungu wetu anataka sisi sote tutakashe kila